This is war and people must die. Yani hii ni vita na watu lazima wafe. Uwezi amini, hiyo kauli Donald Trump amewajibu wananchi wa Marekani. Kaulizwa na mwandishi, jamani, wananchi wa Marekani wana hofu. Je, unafikiri wanapaswa kuwa na hofu kuhusu kushambuliwa na Iran hapa nchini kwao? Donald Trump kasema, nafikiri unapoenda vitani watu wanakufa. Pili, Donald Trump aliituhumu Iran kujilipua yenyewe. Alisema lile shambulio lililoua watoto 165 hakulifanya yeye, bali Iran walijishambulia wenyewe. Otea, China kaingia mchezoni. China imehack system za usalama na za kiserikali za Marekani, ikapata ushahidi kwamba Marekani walipanga kushambulia ile shule wakati mikutano ya upatanishi na usuluhishi ilikuwa ikiendelea. Sasa China walivyozipata zile taarifa wamewapa Iran. Naona mchezo wa Norway unaigizwa. Wamewapa Iran. Kwa hiyo Iran imepata ushahidi ya kwamba serikali ya the Orange Guy ilipanga kushambulia shule na kuwaua watoto. Na za ndani zinasema kumbe wale hawakuwa watoto wa kawaida, walikuwa ni watoto ambao wanasoma masuala ya sayansi. Kwa hiyo wale walikuwa wanakuwa mabonge la ma-scientist nchini Iran ndio wameuliwa. Ndio maana Iran imechukia sana. Tatu, rais wa Iran alifanya press conference akawaomba msamaha nchi ambazo ni jirani zake. Akasema kwamba kwa kuwa saizi washashambulia kambi zote za Marekani kwenye hizo nchi, kwa hiyo hawatakuja kushambulia tena majirani zao unless majirani hao watakubali ardhi yao itumike kwenye vita za kuishambulia Iran. Nyingine ni kwamba the Orange Guy kisa aliona majibu ya yule waziri wa mambo ya nje ya Iran alivyosema kuwa hawana cha kuzungumza na nchi yake, so na yeye akafanya press, na kwenye press yake akawa anasema kwamba hana deal yoyote na Iran. Iran wanambembeleza sana kuomba deal, yeye hawezi kupanga nao mapatano yoyote isipokuwa Iran wasarenda, tena wasarenda bila masharti. Alivyosema hivyo kajibiwa. Tena kajibiwa na mtu wa renki yake. Yani nipe nikupe, kajibiwa na rais wa Iran. Rais wa Iran kasema hivi, hiyo demand, yani hilo takwa hilo sharti hilo ambalo the Orange Guy amesema Iran isarenda bila masharti, kasema hivi, hiyo demand ni ndoto ambayo serikali ya the Orange Guy wanatakiwa wafike nayo kaburini. Yani kwamba haitokuja kutimia mpaka wanakufa. Then atujakaa sawa bwana. Israel ikaingia kati, ikashambulia matenki ya mafuta ya Iran. Moto ukawa unawaka. Si unajua moto wa mafuta unavyotambaa? Ndio maana tunashangaa wale watu wa 29 Oktoba walivyokuwa wanachoma sheli. What were they thinking? Hawajui moto unavyosambaa. Walikuwa wanataka jiji zima liwake moto. So ndicho ambacho kimetokea Iran. Moto umetapakaa usiku kucha. Ungeweza kufikiria hii nchi asubuhi watu wanamka majivu, lakini wale watu usiku ule ule wameenda kulipua matenki ya mafuta ya Israel na US yaliyoko Kuwait. Na walivyomaliza hawajaishia hapo. Asubuhi wameamkia kwenye kituo cha kuzalisha nuclear cha Israel. Wamekilipua, wamekiharibu. Nasikia hivyo vituo vimetengenezwa kwa miaka 70. Wao wameenda wameviteketeza ndani ya masaa 7, wamemaliza shughuli na wameua wanasayansi 11. Yani hapa ni kama vile walikuwa wanasema hivi, nyinyi hamtaki sisi tuwe na nuclear na nyinyi hamtokuwa nayo. Alafu sasa yule waziri wa wizara ya mambo ya nje wa Iran kama kawaida yake akaja akasema hivi, kushambulia miundombinu ya Iran, hilo ndilo kosa ambalo Israel na Marekani wataenda nalo kaburini. Watajuta mpaka siku wanaingia kaburini. Afu kwa Iran unajua hawapoi, kwa sababu wakati huyo rais kashamjibu the Orange Guy, waziri wa wizara ya mambo ya nje na wajibu Israeli kwa pamoja na US, speaker wa bunge naye kawapa salamu nchi zote zilizoko Middle East. Yani hapa anazungumzia kuanzia Saudi Arabia na kila kitu, kawaambia hivi, yani as long as kwenye nchi zenu kuna kambi za Marekani, hamtokuja kujua kitu kinaitwa amani. Hivi ninavyoongea na wewe, Kuwait wametangaza kuwa hawawezi kuzalisha mafuta. Yani jinsi gani show ilikuwa show kweli linoga. Alafu sasa jinsi gani watu wapoi. Sikuna meli tena ambayo ilikuwa inataka kupeleka mafuta Marekani ikakatiza Hormuz. Ndio ilikuwa inaingia, inataka kuingia Iran ichote mafuta kisa vita inaendelea. Meli imelipuliwa. Meli ilivyolipuliwa hiyo, msemaji wa jeshi la Iran akasema hivi, Iran inawakaribisha
askari wa Marekani kwa moyo mkunjufu na mmoja waje kuzisindikiza meli zao zozote waone nini kitatokea. Na jana usiku sasa, katika heka za Israel kuishambulia Iran, wakawa wanatuma makombora yao yale yasiokuwa na rubani. Mwaya zisifeli. Yaani inaruka juu afu inatua hapo hapo chini. Kwa jana Israeli wamejilipua wenyewe. Fanya kama unaona. Yaani mabomu yanaruka vitu vishwap, linatoka upande huu linatoka upande huu hapo hapo. Hapa kwa akili yangu ndogo na hisi Iran anahusika. Kwa sababu kama Iran ameweza kusoma mfumo wa Iron Dome na akaweza kuhack mpaka yakawa kituma makombora yanatua, maana yake kashawa hack, kawaharibia. Sasa hizo wakituma vitu vyo vinatua mle ndani ya nchi yao. Si ndio tumeaminishwa hakuna nchi inayoongoza kwa teknolojia duniani kama Israel? What is happening? Lakini hayo yote yaliyotokea, Netanyahu, waziri mkuu wa Israel, amesimama kifua dede akasema kwamba yeye na serikali yake wana surprise nyingi sana kwa ajili ya Iran. Kwa hiyo ndugu yangu, vuta popcorn. Mambo yanaendelea.